hushuhudia vita vingi, vita vya siasa, vita vya silaha, vita vya uchumi. Lakini kuna vita moja ambayo wanadamu wanaendelea kupigana nayo kwa maelfu ya miaka. Vita dhidi ya adui wasioonekana kwa macho. Virusi. Viumbe vidogo sana lakini vyenye uwezo wa kusimamisha dunia nzima. Vilifunga mipaka, vilifunga shule, vilivunja uchumi na kuondoa mamilioni ya maisha. Baada ya dunia kuanza kupona kutokana na janga la COVID-19, jina jipya limeanza kusikika tena katika vyombo vya habari vya kimataifa. Hantavirus, virusi adimu lakini hatari sana. Virusi vinavyohusishwa zaidi na panya, lakini vyenye uwezo wa kuua ndani ya muda mfupi. Mwaka 2026 dunia ilishtuka baada ya mlipuko wa hantavirus kuripotiwa katika meli ya kifahari ilikisafiri kwenye bahari ya Atlantic. Watu wakaanza kuuliza, je, dunia inakabiliwa na janga jingine? Virusi hivi ni nini? Wanasambaa vipi? Na je, Afrika iko salama? Leo tunaliangalia ndani simulizi kamili kuhusu moja ya virusi vinavyozua hofu duniani. Na hii ni nini? Virusi kimya. Hantavirus ni kundi la virusi vinavyopatikana zaidi kwenye panya na baadhi ya wanyama wadogo wa porini. Virusi hivi vina historia ndefu duniani. Viligunduliwa kwa mara ya kwanza rasmi wakati wa vita vya Korea mwaka 1950, ambapo wanajeshi wengi waliugua ugonjwa wa ajabu uliosababisha matatizo makubwa ya figo. Baadaye wataalamu wa afya waligundua kuwa ugonjwa huo ulihusishwa na virusi vilivyokuwa vikibebwa na panya. Ndipo jina hantavirus likazaliwa. Leo hii aina tofauti ya hantavirus imeonekana katika maeneo mbalimbali ya dunia: Asia, Ulaya, Amerika Kaskazini, Amerika Kusini. Baadhi ya aina hushambulia mapafu, nyingine hushambulia figo. Aina hii inayotisha zaidi ni ile iliyojulikana kama Hantavirus Pulmonary Syndrome au HPS. Ugonjwa huu una uwezo wa kuua ndani ya siku chache baada ya dalili kuanza. Tofauti ya COVID-19 na hantavirus, haisambai kwa urahisi kutoka mtu mmoja kwenda mwingine. Katika hali nyingine, maambukizi hutokea kupitia panya walioambukizwa. Panya hawa wana uwezo kuacha kinyesi, mate au mkojo katika mazingira ya binadamu. Kisha mtu anapofagia sehemu yenye uchafu huo, vumbi huinuka hewani, na ndani ya vumbi hilo kuna chembechembe ndogo sana za virusi. Mtu anapovuta hewa hiyo, virusi huingia mwilini kupitia mapafu, na hapo ndipo safari ya ugonjwa huanza. Virusi pia vina uwezo kuingia mwilini kupitia chakula kilichochafuliwa, kugusa uchafu wa panya, vidonda vya wazi mwilini. Katika baadhi ya aina ya hantavirus kama Andessia stain, wataalamu wamewahi kuona uwezekano mdogo wa maambukizi kutoka mtu mmoja kwenda mwingine, na hilo ndilo linalofanya dunia kuwa na wasiwasi mkubwa mwaka wa 2026. Tatizo kubwa la hantavirus ni kwamba
Dalili zake za mwanzo zinafanana sana na mafua ya kawaida. Mgonjwa huanza kupata homa, maumivu ya kichwa, uchovu, maumivu ya misuli, kutetemeka au kichefuchefu. Watu wengi hudhania ni mafua ya kawaida, lakini ndani ya siku chache hali hugeuka haraka sana. Mgonjwa huanza kupumua kwa shida, kukohoa sana, kukosa nguvu, kushuka kwa oksijeni mwilini. Mapafu huanza kujaza maji. Na bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kufariki ndani ya muda mfupi. Madaktari wanasema hatua hiyo huwa hatari sana kwa sababu mwili huanza kushindwa kupata hewa ya kutosha. Mwaka 2026 dunia ilipokea taarifa ya kushtusha kutoka bahari ya Atlantic. Meli ya kifahari ya MV Handosia iliripoti visa vya ugonjwa uliokuwa ukihusishwa na hantavirus. Baadhi ya abiria walifariki, wengine wakawekwa karantini ndani ya meli hiyo. Vyombo vya habari duniani vikaanza kurusha taarifa za taharuki. Mitandao ya kijamii ikaanza kuilinganisha hali hiyo na mwanzo wa COVID-19. Lakini shirika la afya duniani likatoa taarifa likisema kuwa hantavirus haisambai kwa kasi sawa na coronavirus. Hata hivyo, tukio hilo lilikuwa onyo kubwa kwa dunia kwamba magonjwa mapya yanaweza kujitokeza wakati wowote. Barani Afrika, mamlaka ya afya zimeendelea kufuatilia kwa karibu taarifa za hantavirus. Nchini Kenya, Wizara ya Afya iliongeza uangalizi katika viwanja vya ndege na mipaka baada ya taarifa za mlipuko huo. Lakini wataalamu wanaonya kuwa bara la Afrika lina changamoto nyingi: uhaba wa hospitali, ukosefu wa vifaa tiba, upungufu wa wataalamu wa afya, umaskini, msongamano wa watu mjini. Na changamoto hizo zina uwezo kufanya magonjwa ya mlipuko kuwa hatari zaidi. Wanasayansi wanaamini kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanaongeza hatari ya mlipuko ya magonjwa duniani. Mvua zinapobadilika, ukame unapoongezeka na misitu inapokatwa, wanyama huanza kusogea karibu ndani na makazi ya binadamu, na hapo nafasi ya virusi kuvuka kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu huongezeka. Panya wanaoongezeka kwa kasi katika mazingira mengi duniani kutokana na mabadiliko ya hewa. Na kadri idadi inavyoongezeka ndivyo hatari ya hantavirus inavyoongezeka pia. Katika ulimwengu wa leo, taarifa husafiri haraka kuliko virusi vyenyewe. Mara tu taarifa za hantavirus zilipoanza kusambaa mitandao ya kijamii, uvumi, video feki, taarifa zisizo sahihi, nadharia za njama. Wengine walidai dunia inaficha ukweli, wengine wakisema virusi hivyo vimetengenezwa maabara. Lakini wataalamu wa afya wanaonyesha kuwa taarifa za uongo zinaweza kusababisha hofu kubwa na kuharibu juhudi za tiba. Kwa sasa hakuna dawa maalum inayoua hantavirus na hakuna chanjo inayotumika kwa kiwango kikubwa duniani. Madaktari hutumia matibabu ya kusaidia mwili, mashine za kusaidia kupumua, oksijeni, dawa za kusaidia mapafu, uangalizi wa maalum
ICU. Lakini jambo muhimu zaidi ni kugundua ugonjwa mapema. Kadri mgonjwa anavyowahi kupata matibabu, ndivyo nafasi ya kupona inavyoongezeka. Wataalamu wa afya wanashauri wananchi kuchukua tahadhari rahisi lakini muhimu: kudumisha usafi wa mazingira, kufunga mianya ya panya, kuhifadhi chakula vizuri, kutupa taka kwa usahihi. Unaposafisha eneo lenye kinyesi cha panya, vaa glavu, tumia dawa disinfectant, usifagie vumbi moja kwa moja. Kinga huanzia nyumbani. Virus inaweza kuwa nadra, lakini ujumbe wake ni mkubwa sana, kwamba afya ya binadamu haiwezi kutenganishwa na mazingira, tabia nchi, wanyama, sayansi. Virusi hivi vinatukumbusha kuwa dunia bado ipo katika mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko, lakini pia vinatukumbusha kuwa maarifa, tahadhari na maandalizi vina uwezo kuokoa maisha, kwa sababu katika vita dhidi ya maadui wasioonekana, taarifa sahihi ndiyo silaha ya kwanza ya binadamu. Kutoka kwetu, endelea kupata taarifa sahihi, endelea kuwa salama na linda jamii yako.